Kwa majina naitwa Frank Shengoma, ni kijana wa Kitanzania, ni mkazi wa hapa mkoa wa Morogoro. Ndugu waandishi, nimewaita ili kutoa mtazamo wangu kama kijana juu ya hasa mambo ninavyoona yanaenda hata kwenye nchi yetu. Lakini kwa lengo maalum la hii kauli ambayo ipo kwenye chama kimoja kinachosema no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Lakini sasa tunachojiuliza mimi kama kijana ni kwamba bila mabadiliko gani wao wanayasema? Sababu kama ni mabadiliko ya kitaifa, waje na hoja kwamba tunahitaji labda mabadiliko ya kitaifa, ambayo mabadiliko haya yanakuja kutusaidia sisi kama wananchi au kama vijana. Lakini sasa nawaza zaidi, napata kwa kasi kwenye kauli yao, kwa sababu yale mabadiliko yanalenga kwa ajili ya chama chao, hayalengi kwa ajili labda tunahitaji mabadiliko. Kama wamekuja na ajenda ya kusema labda wanahitaji mabadiliko juu ya barabara, wanahitaji mabadiliko juu ya miundombinu, wanahitaji mabadiliko kwenye elimu na kwenye sekta mbalimbali, tungesema kweli kwenye kauli yao wanatusemea sisi wa Tanzania, wanasemea jamii ya Kitanzania. Lakini mabadiliko yao yamelenga zaidi kwenye chama, yamelenga zaidi kwenye uchaguzi. Sasa nini kwenye uchaguzi? Ni kwa sababu ya wao tu kutaka mamlaka. Kama nje ya mamlaka hatuoni mabadiliko ambao wanasema, ambao wanasimama kusema. Lakini unapokuja unasema kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, wanafika hatua zaidi, wanasema zile kauli za kutaka kuvuruga amani. Mimi nimezaliwa Tanzania, wazazi wangu wamezaliwa Tanzania, babu zangu wamezaliwa Tanzania. Sina sehemu yote ya kwenda, sina passport, sina ndugu nje ya nchi kwamba kitakaponuka kuna sehemu mimi nitaenda. Kwa hiyo mimi kama kijana nimesema niwaelimishe na vijana wenzangu. Kuna muda mwingine yawezekana kwa tunapapukia hizi kauli ambazo zinakuwa zinatoka kwa wanasiasa, tukaziona ni bora, lakini bila kujiuliza kwamba wale wanasiasa wanasema wakiwa na mlengo upi. Watakapomaliza jambo, watakapolifanya ile jambo, wakatuhamasisha labda tukawa vurugu, tukavurugana, tukapigana, mwisho wa hatima yangu mimi kama mimi naenda wapi? Kwa sababu kama wao wanasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi, wako tayari kwa lolote kwa ajili ya kupata mabadiliko ya kiuchaguzi. Sasa mimi nawaza wao wamefanya hivyo kwa nguvu gani? Yawezekana tujiulize wote, yawezekana kwa kuna watu ambao wako nyuma yao, wawe wa Tanzania au wasi wa Tanzania. Kuna budget yawezekana wamepewa kwa ajili ya kusapoti ile ratiba yao wanaoenda nayo. Sasa mimi kama kijana ambaye natakiwa kuwashabikia, nimepewa shingapi? Au wewe pia unawashabikia kwamba bila mabadiliko kweli bora tukirukishe, umepewa shingapi? Hauna chochote ulichokipata. Waliopata ni wao. Sasa kama wao wapo kwa ajili ya taifa, kwa nini wasisimame? Na sijawahi kuwaona wakisimama kusema bwana tunahitaji mabadiliko kwenye elimu. Labda elimu tulionayo Tanzania labda itufanikishi kwenye malengo, atupe ajira, labda tunatoa watu ambao sio bora, tubadilishe hivi, labda watu wafanye hivi. Hatujawahi kuona. Lakini pia sijawahi kuona wakisimama wakisema labda tunahitaji lami fulani sehemu kuna barabara ya vumbi, lami itengenezwe. Hatujawahi kuona. Sasa wanaisemeaje Tanzania? Wanaisemeaje nchi? Sasa mimi kama kijana nimeona kwamba moja kwa moja hamna mlengo wote wa kusaidia taifa, isipokuwa ni kwamba wao wanahitaji kwa ajili ya mamlaka, ya kukaa juu. Kama wanahitaji kurekebisha kama Watanzania, kwa nini wasisimame wakasema kuna sehemu fulani tumeenda, tumekuta kati ya wilaya hii na wilaya hii haina kiunganishi, hamna daraja pale. Serikali ambako mko madarakani, ambao ndio mna bajeti, kwa nini msiweke daraja? Hapo kweli hata kama mimi Tanzania nasimama nasema kweli au wanatetea taifa. Lakini kama unatetea kwa ajili ya ugali wako, unatetea kwa ajili ya wewe kuingia juu kuwa na mamlaka, sasa iweje mimi nikuunge mkono? Kwa nini unge mkono ambao kauli au jambo ambalo linaweza kuvujisha amani ya nchi yangu? Mimi na watoto wangu utaenda wapi? Wazazi wangu watakimbilia wapi? Leo hii naweza nikashabikia kusema bila uchaguzi twende barabarani. Haya, baada ya kwenda barabarani mimi faida gani napata? Watoto wangu wale ambao wana sehemu ya kukimbilia wanakimbilia wapi? Hawajawahi kusikia vita tangu tunazaliwa, mimi sijawahi kuona hata vita. Nilisikia vilikuwa gepo si vya Kagera, kati ya Kagera ya Uganda na Tanzania kwa ajili ya Kagera kule. Sijawahi kushuhudia. Mimi nimezaliwa kwenye amani, mpaka sasa niko kwenye amani na sihitaji kushuhudia haya mambo. Lakini vile vile wamefika mbali kwa sababu sisi nchi yetu ya Tanzania tumekulia kwenye misingi ya utu, kuheshimiana, kutunzana. Ndio tumekulia kwenye maadili hayo. Hatujawahi kutukanana. Lakini sasa hivi unamuona mtu ambaye kabisa wana mlengo kwamba kutaka kuongoza nchi, lakini viongozi waliopo nchi wanatukanwa. Yaani kama leo wewe unataka ukae kwenye nchi, uongoze nchi, utuongoze sisi wa Tanzania, lakini unadiriki kusimama na kumtukana kiongozi aliyopo madarakani. Sasa tunakuamini vipi kama nidhamu yako itakuwa njema, utatufundisha vyema baada ya kupa madaraka? Hiyo itakuwa kwa nini vyombo vya siasa visijikite katika maendeleo ya jamii?
kutetea maendeleo ya jamii. Vyama vya upinzani vinakuwepo. Sasa kama vipo vyama vya upinzani, si visimame kutoa zile hoja ambazo vinaona chama tawala au serikali iliyopo haifanyi? Kwamba kuna mama wako sehemu fulani wanahitaji mikopo, hawajapata mikopo, wasimame waseme. Kuna vijana wako sehemu fulani hawajapata mikopo, mnawapa vijana labda mikopo ambao wamemaliza chuo kikuu, lakini kuna asilimia kubwa ya vijana ambao labda darasa la 7, au tunaweka kundi gani na ndio wengi kuliko hao vyuo vikuu. Kwa nini tusiwape mikopo ya moja moja, tusiboreshe huku? Kwa nini wasisimame kwa mlengo huo ili tuone kweli hiki chama kinataka kutusaidia? Lakini kingine tujiulize. Yeye wanaposema hiki ni chama kimoja. Tanzania tuna vyama zaidi ya 18 vya kisiasa. Hiki ni chama kimoja. Chama kimoja kinaposema kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Sasa tunajiuliza, hakutakuwa na uchaguzi ule wa kitaifa? Hakutakuwa na uchaguzi labda ndani ya chama chao. Kwa sababu kama chama kimoja wewe unasema hakuna uchaguzi, unao uwezo wa kuzuia wanachama na viongozi wa chama mzuie uchaguzi wa kwenye chama chenu. Lakini kwenye taifa ni la watu wengi na vyama vingi. Mimi nahitaji kupiga kura. Ukiniambia hakuna uchaguzi, haki yangu mimi ya kupiga kura naipata wapi? Nikuunge mkono kwa sababu ya hilo. Sasa kwa mimi natoa wito kwa vijana wenzangu, kwa mama zangu, kwa baba zangu wanaonisikiliza na watakao tazama hata video hii. Ni kwamba tuangalie namna ya watu wa kushabikia. Tuone mlengo wao ni upi. Kama anahitaji kwamba kweli hakuna uchaguzi, kwa ajili ya malengo yapi? Kama ni kwamba anasema kwamba tutasisitiza hakuna uchaguzi mpaka labda wilaya fulani iwe na barabara ya lami, tuseme kweli wanatetea wananchi. Lakini kama anataka hakuna uchaguzi ili yeye zile sheria anazokwamba anazitaka, sio tu kwa kumnufaisha Mtanzania, ni kwa kumnufaisha yeye kuingia madarakani, huyo tumkatae. Tukubali vyama ambavyo vinakuja na sera. Tunaziona kwamba hizi sera kweli ni za kutusaidia. Sio sera ambazo zinaenda kutugawa. Sio sera ambazo mtu anataka jiweke yeye ili afaidike yeye. Tunaweza tukaingia kwenye huu mchezo, tukaicheza hii ngoma, mwisho wa siku likitukuta, tunarudi kule kwenye majuto ni mjukuu. Lakini vile vile hao ambao tayari sasa hivi wanasimama wanataka mamlaka, wanatukana viongozi walioko madarakani, kibaya zaidi wanamtukana rais. Tujikumbushe kuna kipindi cha nyuma kabla rais Mama Samia hajawa rais. Kipindi cha nyuma hakuwepo nchini. Walikimbia wakasema nchi haina amani. Walikimbia wakasema nchi hakuna utulivu. Wakaenda nje. Mpaka wanarudi ni kwa sababu fawala za Mama Samia, Mheshimiwa Rais kaleta kaweka uwiano, kaweka kusikilizana na maridhiano kayaleta, ndo wanarudi. Sasa wanarudi nchini tayari yule aliyesababisha waje wanaweza kutukana. Sasa unajiuliza, sasa mnapotukana ndo tunajenga nchi? Tunapotukana tunapeleka wapi kizazi chetu? Wale ni watu wazima, mtoto wake anayemwangalia unapokuwa unasimama. Siasa ikutumi ukatukane. Siasa ikutumi kutaja matusi, wala siasa ikutumi ukashawishi vurugu. Kwa hiyo tujiulize kwenye jambo hili, kama umekuja kwa ajili ya huyu ambaye ndiye alikuleta na ndo akaja kaona kabisa sasa rudini tujenge nchi. Baada ya kuja kujenga nchi umekuja kubomoa nchi. Unamtukana ile kuleta kiongozi, unamtukana rais. Kwa hiyo tunaona taifa tunakolipeleka, na kama tutashabikia hizi agenda, tukashabikia hizi hoja, hii nchi itafika sehemu itaenda pabaya. Na ikienda pabaya, wale wanaotushawishi wana makao mengine, wana uraia sehemu nyingine. Kwa hiyo hili la hakuna bila mabadiliko hakuna uchaguzi, mimi nadhani wajikite vizuri zaidi kwa waseme katika mabadiliko gani. Kama ni ya kuwaweka madarakani, kama ni ya kusababisha wao kwamba wanatakiwa waingie madarakani, hilo halina hoja na halina msingi kwenye taifa letu. Lakini kama mabadiliko wanayosema ni juu ya mimi kijana, kama kijana ambaye niko hapa, kwamba mabadiliko tunayotaka ni katika mfumo labda wa kuwezeshwa vijana, hapo mimi naweza kaunga mkono. Kama wanasema kama mabadiliko tunayotaka ni katika elimu, ni katika afya, ni katika barabara, hapo naweza kaunga mkono. Lakini kama ni mabadiliko yeye akae kwenye kiti, hiyo siwezi kuunga mkono, kwa sababu anitetei mimi, anajitetea yeye. Kwa hiyo tuendelee kutunza amani tulionayo kwenye nchi hii, tuendelee kuboresha na kufanya kazi na kuwapuuza hao ambao tunaona kabisa mlengo wao ni wa kuvunja amani. Tunachokitaka watutetee wananchi. Viko vitu vingi vya kufanya. Wasimame wanakopita kote waseme kwamba bwana, tulikuwa tunasema sehemu fulani labda mliahidi hospitali iwepo kama chama kituko madarakani au serikali, hospitali ya mkoa, mpaka leo hii ni hospitali ya wilaya, au hakuna hata hiyo hospitali, hata msingi hamna. Waseme, wakisema hivyo kama wananchi tutaona kweli au wamesema kweli.